Unajua Gisela, wewe ni mwanamke mrembo ambaye unazidi kunivutia kadri siku zinavyozidi kuongezeka sasa. Lakini pia natamani niweze kufika hata kwa mzee Maregesa na niweze kukutolea mahari na uwe wangu halali. Vipi hiyo siku utajisikiaje? Yaani nashinda kuisubiri hiyo siku. Yaani nitajihisi mwanamke wa pekee sana. Hakika wewe ni wa pekee sana. Ni wa pekee zaidi ya hicho unachokifikiria. Shila zangu zilifuba, chifua kola ntelambi. Kitana mama, kitana, kitana, kitana. Maginga, kuna lipi la ajabu ambalo linakustajabisha hapa? Unajua, muungwana anapokuta watu wawili wanaopendana wako faraga, tena wanaopendana kwa dhati kabisa, huwa anapita na kuondoka zake. Na kama atakuwa na jambo lolote la ziada, basi huwa anaacha salamu. Sijui kwako imekaaje. Na kama imeshindikana yote, unaweza kuondoka. Maginga, ondoka. Si uende. Unasubiri nini sasa? Umeambiwa ondoke. Yule ana nini? Vipi? Unamfahamu? Hapana, simfahamu. Mimi nahisi yule anapokosa pombe yule huwa ana changamoto kidogo, anakuwa kama amechanganyikiwa. Ila usijali. Sawa sawa. La nyamiza rafiki yangu, mimi mwenzangu nasikia njaa. Njaa tena. Kwa nyumbani hawajapika mpaka saa hizi? Sina uhakika kama watakuwa wamepika. Unajua nini Misoji, kimfuacho mtu chake, mimi waiko hapo tule tu hapa niyo. Chuma hapa mwa ule, tena nyumbani kupika wewe mwenyewe. Wewe mimi si hatu lakini unaiona. Hamna bwana, hapa hamna hata mwanaimaya yote anaweza kutuangalia. Chuma twende. Lakini mwenyewe ninaogopa. Na kuangalizia watu, wewe mchume bwana twende. Kwa angalia kumniangalia. Wewe. Amajidadi. Dididida. Amajidadi. Dididida. Mliko mnafanya nini hapa? Hapana. Nilikuwa najisaidia. Usipende kusema uongo. Mimi naona kila kitu kilichopo ndani ya moyo wako. Alafu msiamini kila kitu ambacho macho yanaona. Mnajua mlikuwa mnachoma nini hapo? Ngojeni niwaonyeshe. Nandela, umetoka kufanya nini ndani kwangu? Na kwa nini umekuja bila idhaa yangu? Na huyu ameficha nini kwenye nguo yake? Sikiliza wewe mwanamke. Sidhani kama hayo yote unastahili kuyajua. Kwa maana hayakuhusu. Na sijui unaniuliza ukiwa kama nani. Nandela, hivi una utaratibu gani? Nishawahi kuja nyumbani kwako mimi? Nikaingia ndani kwako bila ruhusa yako? We binti, mbona una adabu? Mbona una heshima? Sikiliza nikwambie Nzura, usijisahau sana.
kwamba kila kilichopo ndani ya himaya ya Mantale ni mali ya mtoto wangu. Hata hiyo ardhi uliokanyaga pia ni mali ya mtoto wangu. Na nikuahidi kitu kimoja. Pindi mtoto wangu atakapozaliwa, hautokanyaga wala kutembea kwenye ardhi hii ya Mantale. Sio kweli. Kwani amekuja kuchukua nini ndani kwangu? Ama amekuja kuleta kitu gani? Ni lazima hii taarifa nimfikishie chifu. We binti, yaani nyie ndo mnajifanya waonaji sana, watabiri sana. Sasa ninakutuma kamwambie Ngalewa aache kufuatilia mambo yangu. Hanijui mimi aenda kaulize watu kwamba mimi ni nani. Mimi ndo mama Kabura bwana. Aachane na watoto wangu. Umenisikia Namuona sana huyo Ngalewa ananifuatilia kwenye mambo yangu. Sasa mwambie achane na mimi. Takuja kumfanya kitu kibaya, hata sahau maishani mwake. Na kama akisubutu kuongea kitu chochote kuhusu mimi, nitamfanya kitu kibaya. Zifikisha hizo salamu, umenielewa? Sawa, uliyozungumza yote nitamfikishia Ngalewa. Hila mashiba. Hila mashiba. Shiva mama. Hila mashiba mama. Mbela, nimekuita hapa nikuulize. Unakumbuka kuna maagizo nilikupa kuhusu kufuatilia familia yangu hatua kwa hatua, kuanzia watoto zangu hadi wake zangu, lakini paka leo hujanipa majibu yoyote. Umefikia wapi? Mpango wetu unaenda vizuri sana, na nilikuwa namfuatilia Zengeni. Nimegundua kuna sehemu huwa anaingia, lakini hiyo nyumba anayoingia ni ya mlevi mmoja, na bado sijagundua huwa anaingia ndani kufanya nini. Niko katika uchunguzi, na pale nitakapogundua ndani anaingia kufanya nini, nitakuja nikuletea hizo taarifa. Nyumba anaishi mlevi? Ndiyo mtukufu chifu. Nenda kanitie Zengeni. Lakini chifu, nilikuwa na ombi moja, kama naweza nikakushauri. Ongea. Nilikuwa naomba uniache niendelee kuchunguza ili niweze kupata ushahidi ambao una uwezo wa kumhukumu. Lakini sasa hivi ana uwezo wa kukataa kwa sababu hatujakamilisha ushahidi wetu. Ni bora uniache kwanza niendelee kuchunguza. Pale nitakapopata majibu yako kamili, nitakuletea chifu wangu. Sawa. Endelea na kazi yako kuanzia sasa. Ukija kwangu uje na majibu yanayojitosheleza. Sawa mtukufu chifu. Amri yako kwangu ni sheria. Najua tumefanya kadri ya uwezo wetu, imeshindikana. Lakini usijali, nadhani wakati mwingine utaweza tu. Meku, hii ndio fedheha ambayo sikuwa nikiitaka. Ona sasa, hatimaye umetambua mimi ni nani. Mimi nina nini. Inaniuma sana, na sijui hatima yangu ni nini. Usijali, hata ikiwezekana kutafuta dawa, nitatafuta. Sidhani kama utaweza kufanikisha hili. Ni jambo ambalo linaniuma sana. Ni jambo la muda mrefu ambalo mpaka sasa sijui tiba yake ni nini. Usijali Numbu, mimi nakupenda hivyo hivyo na nipo tayari kwa hali yoyote ile.
Sawa, kama utaamua kunisaidia, hilo ni jambo zuri sana na nitashukuru kwa msaada wako. Meku, nakupenda sana, lakini nashindwa kusema ukweli kwa ajili ya swala hili. Sana, nakupenda zaidi. Nakupenda pia. Chifua kolante lambi abantu bangu balila. Naona wapenda nao. Nombo, ongera sana. Naona hatimaye shujaa wako leo amepambana vitani. Mmependezana. Meko, anakufaa kabisa Nombo. Umepambania kombe hatimaye umelichukua. Mimi nilikuwa napita tu. Siwezi nikamwambia kama nimeona mkikumbatiana. Siwezi. Sasa unacheka nini? Hili nani la kucheka jamani? Nilikuonya, nilikwambia, hukutaka kunisikia. Hona sasa, yule mwenzio matawi ya juu kashatimiza lengo lake, basi tulia, huna chako. Ile ni haki yangu mimi. Ile ni damu yangu mimi. Lazima nitesekee, lazima nipambanie. Siwezi kukubali haki yangu ipotee. Unasema haki? Haki gani unaozungumzia wewe? Nisikilize nikwambie, sisi watoto wa kimaskini hatuna haki. Tena haswa sisi tuliozaliwa nje ya ukoo wa kichifu. Hatuna haki. Sisi yetu masikio ni kupelekwa tu. Na kushauri katika hili, kaa mbali. Ahena mantare ahena mantare ahena mantare ahusaka ahusaka ahus ahusaka ahus ahusaka ahus. Mbela, nimeanza muda kuhesabu hatua za miguu yako. Kwa nini unanifuatilia? Niliona unatoka kwenye himaya peke yako. Nikaona sio vyema kukuacha kwa sababu ulikuwa huna mlinzi. Nikaona nikufuate ili nihakikishe usalama wako. Sikiliza nikwambie, mimi nipo salama na nitaendelea kuwa salama. Sihitaji kusindikizwa na mtu yeyote yule. Rudi kaendelee na majukumu yako. Sawa, lakini nilikuwa naomba kwa ridhaa yako nikusindikize na nikufikishe unakokwenda. Nimekuambia sitaki kusindikizwa. Kama ningetaka hivyo, basi ningemwambia mlinzi wangu. Naomba utoke. Sawa, amri yako ni sheria kwangu. Ahena mantare ahena mantare ahena mantare ahena mantare. Sura yako inanionyesha kuwa haiko sawa. Ni nini haja ya moyo wako? Hebu zungumza Wande nikusikie. Hivi Falu, utaendelea kunificha mpaka lini? Mimi nimeshachoka. Ninachokihitaji kwa sasa hivi ni kunioa. Tena ikiwezekana unioe kabla ya dada zingine kuolewa. Nimechoka mimi kufichwa kila siku. Mbona unielewi? Naelewa haja ya moyo wako.
naelewa nini unataka nifanye, lakini Wande, nisha kwambia, unajua wazi kwamba nakupenda na bado tuna mipango mingi ya kuweka sawa kwa sasa. Kila kitu kikishakuwa tayari, na kuahidi Wande, nitakuoa. Ondoa shaka, sina matumaini kwa mwanamke mwingine yoyote katika himaya hii zaidi yako wewe. Wewe ndio faraja na furaha ya moyo wangu. Falu, hizo ahadi zako zisizotimia unazoleta kila siku kwangu, kwani wewe kinachokufanya wewe ushinde kwenda pale nyumbani ni kitu gani? Ni sawa, lakini tambua kuwa mipango ambayo tumeiweka na ahadi tulizowekeana mimi na wewe ndio vitu pekee ambavyo vinatukwamisha mpaka saa hizi kuwa tujakamilisha hili swala la mimi na wewe kuoana. Lakini nakuahidi Wande, na ninakuahidi na moyo huu unaodunda kwa ajili yako, kuwa nakupenda sana na nitakuoa. Ahadi yangu iko juu yako. Hebu nisikilize. Muda si mrefu kila kitu kitakuwa sawa. Nitakuoa, na kila kitu kikienda sawa, wewe ndio utakuwa malkia wa himaya hii. Na kuahidi, ahadi yangu iko juu yako. Anita.